Sako Limited tumeleta magari kwa ajili ya kusaidia kusapoti wakulima pale panapotokea changamoto ndogo ndogo, lakini pia kama vyama vya ushirika wajibu wetu ni kutoa huduma kwa jamii. Tukitoa huduma kwa jamii, maana tutarahisisha kupunguza changamoto mbalimbali ambazo zinajitokeza. Lakini magari tumeleta kama biashara. Kwa mfano pembejeo zinazoenda kusambazwa kwenye vijiji ya eneo letu la Magu katika maeneo ya majimbo 7. Tunalipa karibu milioni 700. Sasa tunapokuwa tumesafirisha wenyewe, kuna baadhi ya gharama zitapungua. Kwanza kufikisha kwa wakati, lakini pia kwenda kutatua changamoto mbalimbali zinazojitokeza kwenye AMCOS, lakini kwenye maghala makuu pale ambapo yanajaa. Sana magari ya sisi tumejipanga vizuri. Na magari haya yapo, makisio yetu ni kuleta magari kuu. Tumeanza kuyaleta magari 5 ili tujiridhishe namna gani tunaweza tukasimamia na yakafanya vizuri. Baada ya kupata matokeo mazuri tutaongeza magari 5 mengine, jumla tutakuwa magari 10. Lakini kama nilivyosema, kununua kwa magari, lengo kubwa ni kutoa huduma kwa wakulima. Wakulima ndio wenye ushirika na sisi tupo hapa kwa niaba ya wakulima wenzetu. Lakini licha ya hivyo, sisi wenyewe peke yake tuna biashara ya kusambaza pembejeo, tuna biashara ya kusambaza magunia, tuna biashara ya kutoa mizigo ya matajiri kwenye maghala makuu kupeleka huko bandarini. Kwa hiyo ni biashara ambayo tumeiweka kwa mara mbili. Haitakuwa na changamoto ya kutafuta kazi ya kufanya kazi kwenye gari zetu. Kwa hiyo tumejipanga vizuri na nadhani tumeshatangaza zabuni na tenda ya kupata wahudumu ambao watakuwa wanahudumu kusimamia hizi gari. Ni kampuni ambayo tutaiandaa kwa ajili ya kuchanganya taarifa. Itakuwa inajitegemea, gari zitakuwa na akaunti zake. Kwa hiyo tutakuwa tunafanya biashara ya kisasa zaidi. Mkataba tuliosaini ule ni kwa sababu ya kufanya uwekezaji wa viwanda viwili, na lengo kubwa ni kuwasaidia vijana ili wapate ajira. Cha kwanza, tumeplani biashara ya vifungashio kwa sababu biashara ya vifungashio mlaji namba 1 ni sisi wa Tanzania wenyewe, ni sisi wakulima wenyewe. Biashara ambayo haina changamoto yoyote. Mkulima yote kabla hajaenda shambani au anavyoenda shambani lazima awe na kifungashio. Lakini chama kikuu cha MAMCU kwenye upande wa vifungashio peke yake, kwa mwaka tunanunua karibu vifungashio vya bilioni 1. Kwa hiyo wateja wa kwanza wa kile kiwanda, kwa maana kwa upande wa vifungashio ni sisi wenyewe MAMCU. Lakini kama joint tutazungumza na viwanda vikuu vyote vya kanda ya kusini, watakuja kutuungisha na tutafanya nao biashara. Lakini licha ya hivyo, Songea tutawauzia kwa sababu ni vifungashio vya aina nyingi. Wanaopeki sembe, wanaovuna mahindi, wanaovuna mbaazi, wanaovuna choroko, wanaovuna maharage, karanga, mpunga na kadhalika. Kwa hiyo ni biashara ambayo automatically hiko kama ilivyo, haina kumtafuta mteja, bali mteja anatafuta biashara. Ni changamoto kubwa sana wakati wa msimu wa korosho, kwa sababu kuna wakati wafanya biashara wasafirishaji wakati mwingine wanaringa na magari yao, au wakati mwingine wanakuwa wanapandisha bei za juu kiasi kwamba mizigo inashindwa kuchukuliwa kwa wakati. Kuna mizigo mingi inabaki kwenye maghala. Lakini vyama hivi vimeona kwa sababu changamoto hiyo na vimeamua kujikwamua vyenyewe. Kwanza viwe na magari. Vikiwa na magari kwenye maghala yetu ambayo wanayasimamia, na uhakika kabisa kwamba changamoto ile ya magari itaondoka. MAMCU leo na magari tunayoona hapa 1, 2, 3, 4, 5. Lakini pia TANECU na wenyewe pia wana magari. Lakini ukiacha hapo, tuko na changamoto ya maghala. MAMCU sasa hivi wanajenga maghala hapa kwetu, na kwamba zile changamoto za maghala tunaondokana nazo, kwa sababu maghala mengi katika maeneo yetu hapa yalikuwa yanamilikiwa na watu binafsi. Sasa vyama vyenyewe kujimarisha kwa kutengeneza miundombinu ya kuhudumia wananchi, hiyo ni hatua moja kubwa sana, ni daraja moja kubwa la kuweza kuwavusha wananchi kutoka kwenye shida zile walizokuwa nazo kuelekea kwenye utatuzi wa zile changamoto. Kwa hiyo niwapongeze sana vyama vyetu hivi vikuu vya ushirika, MAMCU pamoja na TANECU, lakini pia kwa kuimarisha vyama vyetu vya msingi, AMCOS ambazo ziko katika wilaya yetu, na wenyewe vitakuwa na unafuu zaidi. Lakini ukija kuangalia na leo kuna vyama ambavyo vimesapotiwa kuhusiana na mabati kwa ajili ya kwenda kujenga maghala yao, lakini na wengine wamepewa miundombinu, wamepewa laptops, mambo ya kisasa. Ilikuwa haya tunashangaa tu, pengine kuja kuona huyu ni mkulima au wakulima unafanya ile kazi za manyo tu kwa kuandika kwenye makaratasi, lakini vyama hivi vimeweza kuingia kwenye teknolojia sasa ya kisasa. Wakulima au vyama vimepewa laptops leo, tumeona vyama vyote, na ili kuhakikisha kwamba vinarahisishiwa kuweza kuwahudumia wananchi katika tasnia hii ya zao la korosho. Natarajia korosho zetu mkoa wa Mtwara isikae chini, hasa wilaya ya Mtwara vijijini, wilaya na Nyamba, yani korosho zilikuwa zinakaa nje. Kwa uchungu huo tukaona bora tupate magari angalau 5 ya kuanzia ili tupanue wigo wa korosho. Mantiki sana, kwa sababu tulikuwa tunahangaika kuagiza
viloba kwenye kiwanda tofauti tofauti, lakini leo hivi tunashukuru kwa sababu tukiwa na kiwanda si wenyewe hatutapata shida. Pia tutakuwa na faida kubwa kwenye chama chetu kikuu cha MAMCO. Kulingana na hiyo ni biashara tulioibuni ili chama kikuu cha MAMCO kiwe na upana mkubwa sana. Hili nalo ni ubunifu wa hali ya juu wa uongozi wa MAMCO, kwa sababu vifungashio ni bidhaa ambayo kwenye maeneo yetu yote yanapatikana kutoka Dar es Salaam au Tanga. Lakini sasa kama itapatikana Masasi na Wande, kwa ni biashara moja ambayo imeonekana kuwa na soko zuri kwenye ukanda wote wa kusini ambao hauna kiwanda cha kuzalisha hii bidhaa. Kwa ni wazo jema na wazo bora tulipokea kwa ufanisi nzuri, ambapo tunaamini tutafanikiwa, biashara itakuwa biashara yenye faida.